Huyu kweli ni mimi. Ni mimi, lakini hii ni picha tu ya kwenye simu. Ni picha kwenye mtandao, mtu yote anaweza akawa nayo. Anaweza akadownload akawa nayo tu. Lakini nakwambieni, katika maisha yangu mimi sijawahi kuwa. Ni kweli nilikuwa na uwezo, nilikuwa mhasibu kwenye kampuni na bahati mbaya maisha upside down. Lakini yote haya ni maisha tu. Nimefukuzwa kazi yangu ya uhasibu na nimekuja kupanga huku mtaa wa Teremkatukazi pale nyumbani kwa Bikoroboi. Lakini nimemwambia ukweli, katika maisha yangu sijawahi kuoa na wala simtambui, simjui. Tafadhali naombeni sana msinisingizie. Asante sana. Makamba. Mume wangu. Monica rafiki yangu. Mumeo Makamba tayari ashakanyaga batani za wachawi. Yaani hapo alipo mabomu yanamlipikia. Nisaidie Rebeka, yule ni mume wangu, mtafanyaje? Bado nampenda Makamba. Nisaidie basi arudi mikononi mwangu. Na misi. Rafiki yangu Monica. Makamba tayari ameshaingia mtaa wa Teremkatukazi na hawezi kutoka kirahisi. Hapo inachotakiwa tukae chini tujue tunamsaidia. Vipi mkangu? Bado simu yake haipatikani tu? Ndiyo, bado hapatikani. Sijui mwanangu Catherine atakuwa amepatwa na nini. Ondoa hofu mke wangu Sabina. Labda simu yake imezima chaji. Lazima niwe na hofu mume wangu. Mtoto ameaga Kigoma anakuja Dar es Salaam kwa mamake mdogo Sabina ambaye ndio mimi. Unafikiri asipofika mimi nitaeleweka? Kwa kweli huwezi kueleweka. Kwani mara ya mwisho ulipoongea naye alikwambia amefika wapi? Alikuwa ameshashuka Mazese darajani. Nikamwelekeza achukue bodaboda imete mpaka kitongoji cha Teremkatukazi. Bora ungeenda kumpokea Mbezi kituo cha basi mikoani. Tabu yote usingeipata mke wangu. Ndio hivyo mume wangu. Neno ningejua uja baada ya kitendo. Sijui mpata na kitu gani mwanangu Catherine. Yaani mpaka bodaboda nimeongea naye. Mkifika Teremkatukazi, mmeshafika nipigie simu. Hapo mke wangu hatuwezi kupata jibu mpaka Catherine apokee simu. Atapokea vipi simu mume wangu na simu yake haipatikani? Mpaka hapa atakapopatikana. Ila mimi na imani Catherine ameshaingia Teremkatukazi. Hata mimi naamini amefika Teremkatukazi mume wangu. Lakini ndo hajafika nyumbani kwangu hivyo. Vipi Catherine? Wewe ni nani? Mimi naitwa Sofia. Sijui kama unanikumbuka. Sikukumbuki. Unachanganya nini Sofia? Mimi nauza pombe kali katika mtaa wa Teremkatukazi. Siku ile jioni ungekuja katika eneo langu la biashara. Ndio, tulikuja kuchajisha simu. Simu yangu iko wapi? Simu yako aliondoka nayo sofa. Samahani sana Catherine kwa kitendo nilichokufanyia. Ulinifanyia kitendo gani? Mimi ndo niliyokutilia madawa kulevya katika glasi yako ya kinywaji. Naomba unisamehe sana Catherine. Kumbe mliniwekea madawa. Ndio. Wewe Sofia, unafanya nini hapa? Hii ni madhabahu ya Bikoroboi. Ukupaswa kuwa hapa. Hebu ondoka. Sawa. Catherine ndoki, Catherine mchawi. Sasa bibi, najua una njaa. Nimekuandalia chakula special, chakula maalum. Pumba za mahindi. Nipo tayari kufa njaa. Siwezi kula chakula chako. Unasemaje wewe? Hapa afi mtu na njaa. Utakula, utake usitake. Upo kwenye hema yetu. Utafuata kile ambacho tunakitaka.
Rugendo rafiki yangu, yule Rebeka amejuaje kama mimi na wewe ni marafiki? Hata mimi sijui. Maana alikuja mpaka nyumbani kwangu. Akaniambia kwa kunisisitiza, rafiki yako Makamba akitoka kibaruani aje nyumbani kwangu. Unajua Rugendo, jambo hili sio siri. Linanishangaza sana. Una maana gani Makamba? Manake sikuelewi na unaniacha njia panda. Nilienda nyumbani kwa Rebeka kama ulivyonipatia wito. Jambo la kushangaza, alinikutanisha na mwanamke mmoja anaitwa Monica. Akanambia eti aliwahi kuwa mke wangu. Bwana, umekutana na mke wako Monica? Kweli Mungu ni mkubwa rafiki yangu Makamba. Rugendo, ina maana hata wewe unamjua Monica? Hapana, mimi simjui Monica Makamba. Ila kuna siku moja uliniambia ulikuwa na mke wako anaitwa Monica. Haya mambo kweli yanashangaza. Niliwahi kukwambia hivi Rugendo? Ndio, ina maana ukumbuki? Ulishawahi kuniambia ulikuwa mhasibu kwenye kampuni kubwa na ulikuwa na maisha mazuri tuwe na mkeo Monica. Basi yule mwanamke yuko sahihi, kwa sababu amenionyesha picha yangu kwenye simu yake nikiwa nimevaa suti nyeupe. Makamba rafiki yangu, haya sio maisha yako. Huku Teremka Tukaze umeletwa na yule binti Zakia Zigzaga. Yule binti ni mchawi, wiji kweli kweli, na hii ni bahari yake. Umezama kwenye mkondo mrefu. Nimezama kweli kweli kwenye huu mkondo, na sijui ndugu yangu namna gani ya kufanya ili niweze kuibuka. Yaani hapa nilipo sio siri. Fahamu zangu zinaingia na kutoka. Yaani hata sijui ilikuwaje mpaka nipo huko Teremka Tukaze. Pole sana Makamba. Mimi ni rafiki yako wa huku Teremka Tukaze. Sina taaluma hiyo ya kuruka na umbo. Hivyo rafiki yangu, nasikitika. Siwezi kukunasua kwenye mkondo huo mrefu uliozama. Habari za kuaminika ni kweli. Msaidizi wa mganga Kibunzi anayeitwa Pekupekua amepoteza maisha. Hili sasa ni balaa zito. Inaelekea yule Catherine Ndoki ni mchawi mkubwa. Magwiji wa uchawi wa hapa Teremka Tukaze wakiongozwa na Bikoloboi na Zakia waliungana, matokeo yake ndo hayo, Pekupekua akapoteza maisha. Sasa hivi mimi najuta kwa kitu tulichomtendea yule mwanamke Catherine Ndoki. Majuto ni mjukuu. Kila siku ndo umekuwa wimbo wangu maisha yetu yote. Chepe mpenzi wangu, hachana na uhuni, utafute kazi ufanye, hunielewi. Sasa leo umeona matokeo yake? Nimeona Swaumu mchumba wangu. Kama nitapona mchumba wangu Swaumu, na kuahidi nitaacha hizi tabia za kiuni na nitasimama kwenye majukumu yangu. Shauri yako. Kila siku nimekuwa mtu wa kuchekwa. Miaka inaenda na ijulikani ndoa yetu itafungwa lini. Ukisema hivyo, sawa kama unanibebesha mzigo wa lawama. Mzigo wa lawama huwezi kukwepa Chepe. Unastahili lawama hizi. Mimi naona kwa sasa bora nipambanie macho yangu niweze kuona. Mimi nipo pamoja na wewe. Ila kwenye ukweli nitakwambia, siwezi kukuficha. Sawa. Sasa ni muda wa kwenda kumuona Nabii Kifaru. Kiangu Monica, habari za kuaminika. Mtu aliyemleta mmeo kupanga kwa Bikoloboi ni msichana mmoja anaitwa Zigzaga. Zigzaga lina maana gani? Hana jina lingine? Analo jina lingine, lakini halitumii na halijulikani. Huyo msichana ni hatari, moto wa kuotea mbali. Yaani ni mchawi bara. Jamani, mume wangu Makamba, sasa amekutana wapi na huyo binti? Kwenye hilo hakuna anayejua rafiki yangu, ila katika mahusiano yao wamefika mbali. Inasemekana Makamba amepeleka barua ya posta nyumbani kwa kina Zigzaga. Jamani, mume wangu Makamba anataka kuoa mwanamke mwingine, wakati mimi ni mke wake wa ndoa na tumefunga ndoa kanisani. Rafiki yangu Rebeka, haya ni majaribu tu tunayopitia. Mimi naamini ipo siku yataisha. Yataisha Rebeka. Kwa nini Makamba anakuwa hivyo? Anataka kuingia kwenye agano lingine. Bila shaka hizi zitakuwa nguvu za giza. Mimi naomba kitu kimoja, unisaidie Rebeka. Twende nikamwone huyo binti, nimuombe aniachie mume wangu, aniachie Makamba wangu, bado nampenda. Unafikiri kirahisi hivyo? Yaani yule binti mimi namuogopa, hata kwenda kuonana naye naogopa. Yule binti mchawi. Sawa rafiki yangu, nimekuelewa. Kama wewe unamuogopa, basi naomba unikutanishe naye. Na imani atanielewa. Ataniachia Makamba wangu. Sawa Monica, mimi nitakusaidia. Lakini yule binti akigundua kwamba mimi ndo nilokuelekeza kwake, nitakuwa nimekanyaga batani za kichawi.
na mabomu yatanilipukia. Lakini sasa nitafanyaje? Na wewe ndo rafiki yangu. Tayari kisi kishaniingia kwenye mfupa. Jamani, mume wangu Makamba, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu kamwe hawezi kukitenganisha. Na imani hii vita tutaishinda tu. Amen. Basi dilanga mkae basi we, basi dilanga mkae basi we, dilanga mkae basi we, basi dilanga mkae. Leo ni siku ya furaha sana hapa Kilingeni kwetu. Tunatakiwa tuwe sadaka yetu ya damu Kilingeni. Karibu binti yangu Zakia, uongee na wanachama. Ila naombi kusadaka ya damu kama mtaniruhusu. Kwa heshima ya Chikongwe Bikoboi. Luksa umepata mwali wangu. Leo tulikuwa na sherehe mbili hapa Kilingeni. Kwanza leo ni siku ya kutimiza ahadi ya kumshona Kaseli Ndoki jicho lake la kushoto. Na jambo la pili ni sadaka ya damu ya mchumba wangu Makamba. Kwa hiyo hapo binti yangu Zakia utaanza na jambo gani? Naomba leo tuanze na zoezi la kumshona Kaseli Ndoki jicho lake la kushoto. Kisha kesho tutamwaga damu na kula nyama Kilingeni. Mamangu Bikishindo, naomba sindano na uzi. Usijali mwanangu Zakia, umepata bila tatizo. Kaseli Ndoki, ahadi ni deni. Unakumbuka nilichokuahidi? Nipo tayari nishone Zakia zigzag. Siogopi sindano wala uzi ulioshika mikononi mwako. Eti siogopi sindano wala uzi. Unajifanya shujaa. Sasa leo utajua kwa nini wananiita Zakia zigzag. Basi dilanga mkae basi we, basi dilanga mkae basi we, basi dilanga mkae basi we, basi dilanga mkae. Naona moyo haya, naona moyo mwenzenu, naona moyo haya, hali ya kugongwa na nyoka, naona moyo kuwaka, hali ya kugongwa na nyoka, naona moyo kuwaka, hali ya kugongwa na nyoka, naona moyo kuwaka.